Sasa unanivalisha hivyo. Alafu ndiwe dokta. Niite mkeo. Niite jina zuri. Messi. Inastaki. Safi. Hapo safi. Kweli? Au nipandisha mswali? Mbona uko vizuri? Uko vizuri? Yeah. Hapa natembea najikubali. Simu nikuachie nende nayo. Chukua tu. Iko nikutega. Nikakumisi, nikakupigia. Kwa nikutega. Asipoa. Baki salama. Dakika 3 hivi nitakuwa nimerudi. Kwa makini uenda kumioa. Yes, jali. Au twende wote? Mimi na kazi nafanya. Okay, sawa. Safari njema. Okay. Study. Umeshafika? Shafika. Kuchelewesha? Sijachelewa. Eti? Mambo vipi? Asante. Uko poa? Niko poa. Okay, tuanze tu basi. Twende. Sawa. Nisubiri muda ujue. Ndio mrefu sana niko hapa. Eti? Mary. Niambie. Huyu ni rafiki yangu anaitwa Study. Nikupigia simu pale ndio hapo ambaye nataka nikukutanishe naye. Sawa. Lakini pia changamoto alionayo ni uchumi kama unavyojua. Uchumi ameuza mashamba, ameuza kila kitu, ina maana akabaki zero. Lakini bado yuko pale pale. Changamoto alionayo ni umaskini. Kwa hiyo tunaangalia jinsi gani ya kumsaidia. Kwa hiyo amekuelezea kila kitu, umeongea naye? Nimeongea naye, nishaongea naye mpaka hapa tulipo, mpaka kufika hapa. Amekubali japo sijamueleza kiundani zaidi, nikasubiri kwanza na wewe uwepo. Lakini changamoto ni umaskini, kwa hiyo tunatakiwa tumpeleke kwa mzee. Sasa labda tumsikize yeye au anasemaje. Sijajua hapo labda masharti gani.
Tunakusikiliza kwanza wewe. Ongea. Yaani vyote vya masharti tutakutana navyo huko. Wewe kwanza ongea wewe. Umeridhia kwenda kule? Na unaweza ukafika usipewe masharti. Ukakuta unafika unaambiwa tunakupa dawa. Nenda kafanye hivi ila hamna masharti. Kwa ni wewe. Si kwa upande wetu tulipewa masharti kwa sababu kila mtu kuna kiwango cha fedha anachokitaka. Mimi nitaka utajiri mkubwa. Unavyoniona mimi hapa nimemtoa mume wangu kafara. Usishutuke. Hiyo ni kawaida. Na unaweza ukafika pale ukaambiwa hamna masharti. Kwa hiyo ni mganga tu mtakapokubaliana na mizimu yake. Mizimu yake kama ikikubali kwamba utoe kafara, unaweza kutoa kafara. Inaweza kukataa kabisa kafara. Ni wewe sasa hapo. Labda nikwambie Stadi kitu kimoja. Maisha ni kuchagua. Na utakiwa kuogopa wewe ni mwanaume, mtoto wa kiume. Una fight kila njia, kila sekta. Sijui umenielewa? Kwa hiyo wewe ondoa wasiwasi kabisa. Mimi nafikiri mambo yote yako sawa. Wewe kwanza cha msingi twende, tufike pale, tuone kinachofuata au? Wewe unataka hela? Kikubwa si ni hela. Unakubali kuishi kwenye maisha ya kiumaskini? Ukitafuta ile ya halali ikakosa, tafuta hata ya haramu ndugu yangu. Usije kaona watu wana magari, wana manyumba, ukafikiri kwamba hizo hela zote wamezipata kwa halali. Ya halali ikikosa hata ya haramu tafuta. Nafikiri tusipoteze muda. Hamna, tusiende sasa hivi. Twende kesho, si unajua muda wake kishafika jioni anakuambiaga anaongea na mizimu, sijui ndo muda wake wakutana na mizimu. Kwa hiyo tufanye kesho asubuhi. Maana najua hata kesho asubuhi nafikiri watu watakuwa bado hawajafika pale, si tufike tukiwa wa kwanza. Sawa? Au tumuandae kwenye simu. Kwenye simu? Haina shida, ila utampigia basi usiku umwambie kwamba kesho tunakuja. Maisha hiyo. Hivi ni ukweli? Maana nikiangalia maisha yenu mpaka nikiangalia naogopa. Yaani mnavyoishi. Sasa nimefika kwa ndugu yangu hapa. Yaani kwa kweli nimefika pale. Nimeshangaa maisha unayoishi. Ni kawaida tu, yaani hiyo ni kawaida. Alafu maisha haya unachagua. Unachagua maisha ya kimaskini, maisha ya kitajiri. Ni wewe ndugu yangu Stadi, ni wewe. Mimi natamani niwe na maisha kama hayo. Nao yaishi. Wewe usijali. Mimi naomba kuna sehemu nawahi. Unasikia? Tutaongea. Sawa. Kesho basi utanipigia simu, sawa? Nipigie simu mapema. Maisha hiyo. Haya sawa. Kwa hiyo Stadi, wewe nenda kajiandae kesho kwa ajili ya safari. Nafikiri utaniangusha. Lakini bado hapo mimi na swali. Fikiri na mimi nitakuwa na nyumba nzuri kama ile kweli? Maisha ni simple tu rafiki yangu. Wala sio shida. Bado na maswali mimi. Maswali gani wewe? Wamwira! 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 Wamwira!